Leo si Tanzania, si Omani, si mashariki ya ardhi wala magharibi yake, si kusini wala kaskazini, kwa muda wa aina yote, si mchana si usiku, dunia imegubikwa na kufunikwa na vitu viwili: alkhawfu walhuznu. La ilaha illa, hakuna aliyesalimika. Kila umuonaye kwa nafasi yake ana hofu kubwa. Kila unayemuona kwa nafasi yake, muda wote mkono wake uko shavuni, ana huzuni kubwa. Na laiti ingekuwa Mwenyezi Mungu vichwa vyetu wamevifanya ni transparent, tunaona vilivyomo kwa mwenzio kichwani, tusingesogoleana kama hivyo. Kwa sababu wewe una mzigo mkubwa, na ukimtizama mwenzio kama hivi ungekuwa unaona haya maji, ungemkimbia. Umefikia maneno kusema kwamba ingekuwa tunashikiana vichwa kama tunavyoshikiana vilemba na kofia, hebu nishikie na kwenda hapo, kichwa changu singekiweza nikamatie. Hiyo hofu nilokuwa nayo na huzuni ilonigubika dunia yote man. Allahu akbar. Tunaswali lakini tuna hofu, tunaswali tuna huzuni. Si baba si mama, ya salam, si mkubwa si mdogo, niwaambie, si kiongozi si raia, si meneja si mwajiri, wote unayemuona kila mmoja ana hofu, ana huzuni. Imethibiti ile lanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati. Lakini tazama mbele, wabashiri sabirin. Tukumbushe kidogo kilichomo katika aya hizi mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachotueleza vipi tunaweza tukaepukana na hilo jambo. Huo ndio mtihani wa mwanzo aliopewa mwanadamu wakati anakuja katika ardhi hii. Kumbuka Adam alayhi salam anatoka janna, analetwa huku, aliogopa. Anasemaje Qur'ani? Mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun qulna habitu minha jami'a. Ameanzia limetokea la kutokea kule kwamba hapakufai tena Adamu, hapakufai bwana. Yaliyotokea, wewe sio mkazi wa huku ambako kule alikaa Adam mzee wetu alayhi salamu, akiwa na mambo makubwa kabisa. Ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna ila akhir al-aya. Adam alayhi salamu amekaa kule, anakula atakacho, anasema apendavyo, anavaa kinachompendeza, ili mradi maisha yalikuwa mazuri. Ukatokea mtihani ule, akaambia huku akukufai, hai fungasha, toka, mashiatullah, nitoke. Wewe toka, naenda wapi? Ambaye unakwenda Oman, Maskati, jangwa lile, uoga huo. Mungu akamwambia, qulna habitu minha jami'an, haya teremka. Omani tunakuhusu wewe, ni mtu wa Magomeni. Anamuuliza Mwenyezi Mungu, naenda vipi kule? Anamwambia, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Maki alikuwa na vitu viwili: ana hofu ya upya wa maisha anayokwenda kuyaanza, lakini ana huzuni wa mazoea ya maisha aliyoishi mazuri anayoyaacha ulimwenguni. Hofu na huzuni maana yake ni hiyo. Hofu, hujui kesho kuna nini. Huzuni, jana nilijua hali yangu ilivyokuwa nzuri, na iacha vipi? Anaambia, fa imma ya'tiyannakum minni huda, wenenda, utakujia miongozo. Basi haya mambo mawili, hutokuwa na uoga wa huko hivyo kweupe jangwa la majabali, nenda. Na haya ya huku, haya usihuzunikie, yamepita, lakini kule utayakuta tu mazuri kuliko haya. Leo tumerudi maadamu wapya. Tena ajib, ulimwengu una umeme, ulimwengu una simu na internet,
Ulimwengu una magari ya umeme, sasa kuna magari ya gesi. Ulimwengu una nini hizi mkayafa KC, kila kitu. Lakini wallahi umeamka umezungukwa na kila kitu, unaogopa.